nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Baba yetu mwema, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Umetupenda mno, ukatupa uzima, ukaturuhusu kuja katika mikutano hii jioni ya leo. Umeleta wageni kutoka sehemu mbalimbali, marafiki wamekuja ili wasikie neno lako na kusikia nyimbo zenye neno lako. Tunaomba kwa ajili ya kwaya zote ambazo zimehudumu katika siku ya leo, endelea kuwavuvia na uwabariki katika nyimbo hizo, na kwa namna ya pekee kwaya ya Ambassador ambayo ni kwaya maalum kwa ajili ya mkutano huu, uzidi kuwapa nguvu. Lakini Mungu wetu, wana binti zako wamekuja, wengine hata wakakosa kiti lakini wakavumilia kusimama mbali. Mungu wetu, neno lako linapokwenda huko na huko, wakusikie na waitikie wito wako, wakaseme tutatenda kama alivyonena Bwana. Asante Mungu wetu kwa ajili ya wahudumu na utulivu wa mkutano. Wakati tunaendelea na mikutano hii, Roho wako atushukie. Neno lako linaponenwa na mambo yanapotendeka, kila mtu amtukuze yule Mungu anayeokoa. Katika Kristo Yesu. Amen. Moyoni mwangu ninashukuru jina lake Bwana, na roho yangu inafurahi sababu ya pendo lake. Alitupenda sisi wanadamu, oh, alitupenda akamtuma Yesu mwanawe aje atuokoe. Oh Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako atukomboe. Yesu aje atukomboe. Asante Baba, nasi tunakushukuru asante sana sababu ya pendo lako. Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako Yesu aje atukomboe. asante Baba, nasi tunakushukuru asante sana sababu ya pendo lako. Tangu sasa watu wa dunia wamshukuru Mungu, ametimiza ahadi yake, kweli ametupendeza. Pendo lake halina kipimo, oh, alitupenda bila shaka, ametuokoa. Tumwimbie kwa shangwe, oh Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako atukomboe. Yesu aje atukomboe. Asante Baba, nasi tunakushukuru asante sana, asante sana sababu ya pendo lako. Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, kwa upendo ukamtuma mwana wako atuokoe. Yesu aje atukomboe. Asante Baba, nasi
tunakushukuru asante sana, asante sana, sababu ya pendo lako. tangu sasa watu wa dunia wamshukuru Mungu, ametimiza ahadi yake, kweli ni mwaminifu, pendo lake halina kipimo, alitupenda bila shaka, ametuokoa, tumwimbie kwa shangwe, Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako, Yesu aje atukomboe. asante Baba, Nasi tunakushukuru asante sana, sababu ya pendo lako. Mungu wangu, Bwana wangu, ulipenda ulimwengu, kwa upendo ukamtuma mwana wako, Yesu aje atukomboe. asante Baba, Nasi tunakushukuru asante sana, sababu ya pendo lako. Mkutano wa kimataifa wa Injili ni katika viwanja vya Biafra Kinondoni, Dar es Salaam, kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2012, muda kuanzia saa 10 jioni. Mkutano huu wa kimataifa utahutubiwa na mchungaji Baraka G. Muganda na mchungaji Geoffrey G. Mbwana, wote kutoka Marekani. Mkutano wa mwaka huu umebeba ujumbe wa Injili usemao yachunguza maandiko. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kuimba na kumsifu Mungu, lakini kubwa ni kwaya rasmi ya Ambassadors kutoka Kigali, Rwanda. Pia mahubiri haya yatarushwa kila siku katika kituo cha runinga cha Star TV kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 usiku. Wote mnakaribishwa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu yeyote amwaminie asipotee, bali apate uzima wa milele. Ni katika jina hilo hilo la yeye aliyekuja akaishi hapa, akatufia, akafufuka na anarudi tena. Ninawasalimu watu wote wa Dar es Salaam, hamjambo. Nawasalimu huko mikoani, kila mkoa. Siku ya leo tunawakaribisha, mnapotizama, mnaposikiliza kwenye radio Star TV. Tunaomba Mungu anavyotubariki hapa Dar es Salaam, Biafra, viwanja vya Biafra, na nyie pia mbarikiwe. Hotuba ya leo, mumeleta jiwe ambao hamuna mwana. Hotuba ya leo, ndoa za nini? Za kisasa, mbona zinatoa jasho? Leo ni leo. Asiye na mwana, kama hujaja njoo tuombe. Mungu, tazama watu wako wamekuja hapa
kwa wingi, kwa sababu wana hamu ya kusikia kutoka kwa neno lako. Leo unajua tunazungumzia somo nyeti kabisa, somo ambalo ni la muhimu katika maisha yetu. Shetani anaelewa kabisa umuhimu wa somo hili, na anajua kwamba akizidi kukoroga nyumba zetu, kila kitu kinaanguka. Watu wako wamefika hapa sasa, naomba wafungue mawazo yao kabisa na mioyo yao, wajifunze taratibu. Waliooana, walioolewa tayari, ambao wanatafuta wachumba, ambao hata hawajaanza kutafuta, kila mtu atatoka na kitu. Sasa Mungu, naomba unifanye msumari mbele ya watu wako hawa, ili wasione sura ya mganda ikizungumza mbele yao. Na juu ya msumari huu, hebu itundike picha ya Yesu Kristo, ili mimi niweze tu kuwa kipaza sauti, sumaku ya kuwaleta kwake Yesu Kristo. Naomba haya katika jina la yeye aliyetufia, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Somo la leo ni somo ambalo hata shetani anatetemeka leo, kwa sababu shetani anapenda kuona tunahangaika katika familia zetu. Afrika, ulimwengu mzima, Tanzania, ndoa leo zinatoa watu jasho kwa wingi, jasho ambalo limefanya hata ninyi vijana mliofika hapa leo mnaogopa kuolewa au kuoa. Wazo la kuolewa linawatisha, kwa sababu tumeona ndoa zinavunjika. Niliwaambia siku za majuzi, mimi nimeshaona ndoa inavunjika hata hajatokea. Nimeshaona ndoa zinazovunjika kwa siku moja tu, zingine zinadumu mwezi. Wengine mnaoana, mnaenda honeymoon, usiku huo mnagombana, honeymoon yote imekwisha. Nimeshakutana na vijana waliooa na kuolewa wakilia, wakisema, Pastor Muganda, kama ningalijua. Mimi nilifikiri nimepata mtu, kumbe nimepata simba. Kama tu ningalijua. Sasa somo la leo litakuepusha lile jambo la kupitia na kusema kama ningejua. Sitaki utumbukie kwenye shimo. Leo hata hapa Tanzania, leo jamii imeisha vunjika. Ninyi vijana mnaishi Dar es Salaam, wengine hamna shangazi, hamna wajomba, hamna baba, hamna mama. Hakuna anayeweza kukuita kando na kukuambia, binti, hivi na hivi na vile, au kijana. Munafundishana ninyi kwa ninyi na kudanganyana. Saa ingine wengine maisha yenu yameharibika leo kwa sababu hiyo. Kwa hiyo Mwayachunguza Maandiko inakusaidia hapa leo hii. Mwayachunguza Maandiko atakuwa ni anti, mjomba, shangazi, babu, unamwita bibi. Leo baba yako atakuwa Biblia na mama, kwa sababu wazazi wengine hawazungumzi mambo haya. Wengine hapa ni mashahidi kabisa. Mama yako hajaweza kuachama na kukwambia hili na hili. Baba yako ndio kabisa.
anabaki tu kukugombeza unapokuwa umefanya makosa. Leo tutauliza katika Biblia, je, inawezekana hapa Tanzania leo hii uweze kuwa na nyumba yenye furaha, nyumba ambayo kila mtu ataitamani? Je, inawezekana hata kama dhambi imezunguka nyumba yako, wewe unaweza kuwa na nyumba ya furaha? Siku moja nilikuwa nauliza vijana ambao hawajaoa, kwa nini unataka kuoa? Sikiliza majibu. Mwingine akasema, mimi nataka nioe ili niwe na mwanamke saa 24 kwa juma, nikitaka ngono saa yoyote napata. Kamwambia, wewe ni mtu wa ngono? Haya, sawa. Na wewe? Anasema, mimi nataka nioe mwanamke ambaye atakuwa mtumishi wangu, analima, anafanya kazi, mimi nataka tu nakaa nyumbani. Mwingine akasema, mimi nataka mwanamke ili aweze kunizalia watoto. Akasema, nitazaa na kujaza dunia yote. Kamwambia, sasa asipozaaje? Basi wakaendelea wakazungumza. Mwingine akasema, mimi nataka niwe na usalama. Na huyu alikuwa ni mwanamke. Akina mama wengi wanaona mambo ya ndoa saa ingine kitofauti na sisi. Wanataka mtu ambaye atamletea usalama katika maisha yake. Sasa niliposikia majibu yote haya, nikauliza swali, je, kwa nini Mungu ameumba watu wawili? Kwa nini? Twende Mwanzo 2 fungu la 18, na hili somo mimi nalipenda sana, utalifurahia kweli na utazidi kumpenda hata Mungu na kusema, Mungu ulikuwa wapi? Hii timu hii yachunguza maandiko. Mwanzo 2 fungu la 18 nasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Fungu la 21 hadi 25. Bwana, Mwanzo 2 hiyo 21 mpaka 25. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahala pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa namuona Adam anaruka kweli kweli, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona aya. Kuna mambo ya kukazia hapa. Kwa nini Mungu alimuumba mke na mme? Alimuumba mke na mme ili wasaidiane. Maana yake ni kwamba katika kusaidiana, Mungu hakuumba mwanamume awe juu, mke awe chini. Ukitaka kuelewa maana ya Biblia hapa, anaposema kusaidiana, ni katika lugha ya kikoloni huwa ninasema hivi, tunasema mtu mwingine anaweza kuwa director, mwingine akawa associate na director, msaidizi na mkurugenzi. Msaidizi
sio kwamba yuko juu ya mkurugenzi, lakini wanapishana kimadaraka. Wote wanafanya kazi moja, wote wanahusiana katika kazi. Sasa hapa Biblia inasema tutamfanyia msaidizi tena anayefanana naye. Kwanza tuchukue hili. Mungu, kwa nini Mungu hakuchukua mfupa kutoka kwenye kichwa? Angalichukua mfupa kutoka kwenye kichwa, Hawa angalikuwa anasema mimi ndiye kichwa, wewe nitakukomesha wewe. Na kama Mungu angalichukua kutoka kwenye mguu, basi mwanamume kila saa angekuwa anasema wewe ni nini bwana, wewe ni huko chini tu mguu. Mungu huyu, Mungu mwenye hekima, akachukua kutoka ubavuni. Na kidogo nitakaa kidogo hapo kidogo. Kitu unachopenda, wakikuona hapa Kariakoo, wewe na mchumba wako mnatembea na unamshika tu kichwani, mtu unamvuta tu, unasema twende bwana, mke wangu nakupenda. Watu wote Kariakoo watasema mzee kapagawa. Au Kariakoo wanaona wewe unashika mguu tu, unasema twende bwana. Watu wanasema aha, huyu tayari zimeisha mruka. Kitu unachopenda, watu wa Dar es Salaam, Tanzania yote, Kongo, unakishika wapi? Ubavu. Ukiwa na mpenzi wako unamshika wapi? Tena usipomshika, saa ingine anakuambia nishike hapa basi. Mbona unaogopa bwana? Si unanichumbia? Nasema shangazi akituona. Hapana bwana. Kwa sababu hivi ndivyo Mungu alivyotuumba. Kitu unachokipenda unakiweka hapa. Kitabu unachokipenda hapa. Pochi mwanamke muangalie anaweka wapi? Hapa. Ukitoka benki, kama mtu anataka kujua hela yako ilipo, ni hapa. Hapa. Mungu anataka mwanamke apendwe kama alivyoumba. Mke ni wa hapa, karibu hivi. Hata kama umeketi naye leo jioni hii, hasa hii, sitaki uweke mkono, maana TV naweza kupiga picha. Wewe ukifika nyumbani, practice, utashangaa mambo yatabadilika. Wengine wanafikiri Mungu alipotuumba aliumba tu bila mafikara. Mungu anapoumba ana kusudi maalum. Tena anasema tutamuumba, tutamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake ni hii: munafanana kitabia. Ukioa au kuolewa na mwanamume mwenye choyo, na wewe utakuwa mwenye choyo. Wageni wakija wanasema ngojea kwanza bwana, huyu Asmani anaongea sana huyu. Ametoka, ameshatoka, leta haraka. Ukisikia tena hodi, rudisha bwana. Na nyie watoto mbona kierere hivi, rudisha bwana. Sasa mama anaanza kuwa na choyo, baba anaanza kuwa na choyo, hata tabia ya kupenda vyakula. Kama umeolewa na mwanamume ambaye hapendi papai, sawa. Siku ya baada ya harusi unamletea papai, baba anasema bwana, mimi kwetu haya atuli hivi tu hivi. Baba sasa vipi? Mimi bwana sijawahi kula papai. Unasema yamenipata. Kwetu tulikuwa tukila papai kila mlo. Sasa mume wangu anasema sisi kwetu hapana. Pole na wewe unaacha kununua nini? Papai. Ukienda nyumbani kwa Salimu, mama anakuambia basi tumeleta papai kutoka sokoni. Anasema mama, mimi siku hizi sili papai.
Asema vipi? Basi tu mnafanana naye tabia. Nena ukaone mama yako na baba yako kama bado wanaishi, sura zao zinafanana. Kwa nini? Biblia yangu inasema kwa unapozidi kumtazama mtu, unamtazama mtu, mwisho wake mnafanya nini? Kila siku namwambia mke wangu, mke wangu, mume wangu, sura zinaanza kufanana. Mkipita mjini wanasema wewe ulioa dada yako ukaoa nani? Ndio maana ya Biblia hapa, kufanana naye kitabia, hata baadaye sababu ya tabia zenu zinafanana mpaka mnabadilika. Swali sasa, kwa nini ndoa za leo zinatoa jasho? Kwa nini? Tena sisi tulio wasomi ndio tuna ndoa za ajabu ajabu. Tunaruka ruka maofisini, nyumbani ni kama lodging. Mama moja aliniambia mimi nafurahi kuwa nje kuliko kuwa kwangu nyumbani. Sasa tunajiuliza vipi? Twende Warumi 1. Sisi ni mwayachunguza maandiko. Warumi 1 fungu la 24 mpaka 27. Mmepata? Mmepata? Warumi 1 24 mpaka 27. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Fungu la 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao hivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki zao. Hapa Biblia inakazia kwamba tamaa leo imeingilia ndoa. Tamaa ya chakula, tamaa ya nguo, tamaa ya kila aina. Hapa neno kuu ni kwamba kwa sababu leo katika ndoa tamaa imechukua ukubwa wa ndoa, na ndoa leo ni kama fashion ya nguo. Ukitaka kuvaa nylon unanunua nylon, ukichoka nylon unabadilisha cotton, ukibadilisha cotton unaenda polyester, unabadilisha kama unavyotaka. Na sisi katika kizazi hiki watu wanabadilisha ndoa kama nguo kwa sababu ya tamaa. Tamaa leo ndoa haina nguvu hata kidogo. Tamaa imekuwa kubwa. Watu tunatamani nje na kuleta anasa katika ndoa. Ndoa sasa haina urafiki. Hakuna, imekuwa tu ya urafiki, hakuna kila kitu cha familia. Na nyumba nyingi zina huzuni. Sasa nataka kuwapatia mambo yatakayokupatia furaha katika ndoa. Sasa tuulize swali. Je, siri ya kuwa na ndoa yenye furaha ni ipi? Twende sasa. Soma Wakorinto wa 2:6 fungu la 14.
Sasa tunaanza maneno. Sikiliza wewe dada, sikiliza vizuri. Wakorintho wa pili 6 fungu la 14. Sikiliza linasema hivi. Wakorintho wa pili 6:14. Nasema hivi. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Sikiliza, hapa ndio mwanzo wa watu wengi ndoa zao zinaanguka. Niliposoma hili fungu nikamwomba Mungu nipatie hekima ya kulifundisha hili fungu, ili watu hawa, vijana hawa wa Dar es Salaam waweze kuelewa maana ya fungu hili. Fungu hili nitalieleza vizuri kwa sababu ndilo linaloangusha ndoa. Hapa Paulo anasema hivi. Nimefanya research kali sana. Paulo anasema hivi. Katika ndoa anafananisha na bendi ya nyimbo. Bendi ya nyimbo, symphony, ina waimbaji wengi wanaopiga vidubasha, na wote wanaimba wimbo mmoja wenye mdundo mmoja. Ni hivi sasa. Paulo hapa anasema, wewe kijana unapotafuta mchumba, tafuta mchumba ambaye mna mdundo mmoja. Mnanielewa? Rhythm, mdundo mmoja. Maana yake ni hivi, na kueleza. Haya. Wewe kama mdundo wako maishani ni, Paulo anatueleza kwa mfano, anasema kama wewe mdundo wako ni ti ti ti, msichana wako ni ti 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 ti. Sasa angalieni, wewe ni ti ti ti, mchumba wako ti 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 ti. Hamuendi mbali, kwa sababu mnaposema haya 1 2 3 tuimbe, hamuendi mbali. Paulo anasema ukipata mchumba lazima muwe na beat moja. Unaposema ti ti na yeye ti ti, wote mnaenda ti 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 ti. Hiyo ndio maana yake. Maana yake ni hivi, kiuchumi lazima muende namna gani? Ti ti ti. Unamwambia mimi ni ti ti. What? Hallelujah. Yaani Biblia hii ni nzuri, ina kila kitu. Kila kitu. Yaani kiuchumi ti 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 ti. Hata mambo ya kielimu ti 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 ti. Kwa sababu kama yeye ni we ti ti, hayendi. Ndio maana yake usiunganishwe na mtu ambaye hamna rhythm moja. Unaweza kuileta hata katika dini, unaweza kuileta hata katika kisiasa. Wewe uolewe, wewe ni mwana CCM, uolewe na Chadema, mtakuwa namna gani? Ti ti, mwingine si 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 si. Hallelujah. Mungu mkuu. Yaani haya unaweza kuyaweka popote. Yanga na Simba, mwingine ni ti ti, mwingine si 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 si. Haya, unaoa mke Yanga, wewe Simba, kila siku mama hapiki ugali Simba ikishinda. Sema kwenda huko, enda wakakupikia ugali wewe. Kwa hiyo rhythm ni katika kila kitu. Rhythm, Paulo anasema lazima uwe na beat ya rhythm. Kwa hiyo wewe msichana na mvulana mnapoanza kuchumbishana, unaangalia ile rhythm.
msidanganywe na kitu kinachosema love is blind. Liar. Upendo sio kipofu. Upendo unaona. Upendo unasikia. Upendo unanusa pia. Tena usidanganywe na vijana wanaokuja kwako wanasema Mungu amenionyesha. Uongo. Wanatumia dini wakupate, wakuharibu, wanakuacha. Kama Mungu amemuonyesha, kwa nini hakukuonyesha wewe? Mungu hana ubaguzi. Mungu hana upendeleo. Akikuonyesha wewe na mimi atafanya nini? Uje uniambia jana usiku nimeona nikakuona wewe. Wewe. Tena mwanamume akija namna ile unasema wewe liongo, toka baraka. Wewe sio rhythm yangu. Rhythm haija hapa. Haya, twende haraka, time inakwenda. Yaani fanya hivi. Usiharakishe kufanya mambo ya kuchumbisha haraka haraka. Unakuja Dar es Salaam, unakutana na msichana, unasema mimi ni huyu tu. Utajuta. Nenda pole pole. Na umcheck msichana wako vizuri. Je, huyu mwanamke, huyu mwanamme ni mtu wa nyumbani ama mtu wa huko huko? Mnacheck hizo beat, midundo inaendaje? Sasa niwape wanaume, chukua kalamu, vitu vya kucheck unapochumbisha kuanzia leo. Amen. Mwanamme, usioe mwanamke ambaye hamchi Mungu. Usioe mwanamke ambaye hamchi nani? Mungu. Usioe mwanamke mwenye hasira. Kuna wanawake wengine akikasirika, mume akimfanyia mtu, kuna mama moja namfahamu kabisa, anachukua lile fagio broom, anapiga madirisha, anapiga madirisha. Anasema nitakukomesha leo wewe. Piga madirisha. Mama akitoka kazini nyumba haina madirisha. Halafu mama anasema nilipokuwa na posa sikuona shida hii. Wewe hukucheck mdundo. Mjaribu msichana wako. Saa ingine unamjaribu, unaona je ana hasira, akinuna unasema hapa kuna kamdundo haka sikaelewi. Ndio ana sura lakini mdundo huu. Usioe mwanamke anayependa raha. Kila saa twende jijini, kila saa twende Dar es Salaam mjini. Anayependa raha, anayependa sinema. Kila saa ukienda kumtembelea, yeye anakuletea DVD mengi. Asema Ayubu, ushaona hii lakini? Na unasema sasa wakati ukiwa kwenye mapenzi unasema sijawahi kuona. Wewe mjinga wewe. Wewe unataka mwanamke ambaye atakuwa anakuonyesha masinema saa zote, hata kupika hapiki. Kazi yake yote yuko kwenye DVD. Haya. Usioe mwanamke ambaye hawezi kufanya kazi. Kuna wanawake wengine hata kupika hawawezi. Wakipika ugali unakuwa uji. Kwa hiyo hasa nyie wa Dar es Salaam hapa, watoto wa Dar es Salaam wengine, baba yako anamfanya kazi, amfanya kazi wa bustani, anamfanya kazi wa kusafisha vyombo, anamfanya kazi wa kupika uji, anafanya kazi wa kupika ubwabwa. Utafahamia wapi kupika? Unamleta amevalia kabisa, anasema mwenga. Nyumbani kesho unasema mama pika. Anasema mimi siwezi. Nataka mfanya kazi. Check mdundo. Mimi nilikuwa napenda kula sana.
mpaka leo napenda kula sana. Mnaweza kuniona. Mambo ya chakula sisamehi. Nilipokuwa na posa, nilihakikisha napata mwanamke anayejua kupika. Nikaenda mpaka kwao. Najifanya tu nasema nakuja kuwasalimu tu jamani. Ananiletea chai pale, analeta chakula, na muangalia kutoka miguuni mpaka juu. Nasema nafikiri huyu, I think this is all right. Na mpaka leo anaponambia mume wangu punguza hiyo sura, namwambia ni wewe, kwa sababu nilikuchagua wewe. Yani maana yake chagua mtu anayechapa kazi, anajua kupika. Chagua mwanamke msafi. Wanawake wengine ni wachafu. Chafu. Hata hawezi kufua nguo za mtoto, yeye anaanika tu vile viguo. Mtoto kakojoa, yeye anaviweka juani. Ukiingia ndani ya nyumba ni poda nyingine. Kwa hiyo angalia, unaoa mama ambaye ni msafi. Ukifanya appointment ya kwenda downtown Dar es Salaam, anakuvalia kwe. Akiteremka ndani ya taksi, unasema ndiye yeye bwana. Hamisi bwana, unaona wewe bwana, kaumbwa huyu. Sasa wengine wachafu, unataka mwanamume akufuate na wewe mchafu. Miguu vumbi tupu. Twende. Leo ni nini? Asiye na jiwe areke nini? Na hamtanisahau. Hamtasahau mwayachunguza maandiko. Twende. Wewe kijana, oa tabia. Usiowe urembo. Warembo waachie hao. Lakini uowe mke anayevutia. Maana yake mke anayevutia, hata akipita na wewe unapita, alafu unageuka kidogo. Unasema hapana, niko sawa tu bana. Anavutia, yaani unaweza kuja kwa wenzako, unamwambia jamani, nataka kuintroduce girlfriend wangu. Huna aibu. Lakini kama unakuja kwa wenzako unasema hapa, huyu tunatoka kijiji kimoja na tunatembeleana tu hapa, nimemkuta hapa sokoni, basi no. Kwa sababu mkishaoana, hata kuleta mbele ya wageni atasema, Mama Adija, wageni wanakuja saa 7. Pika haraka chakula, alafu bwana wewe uko bwana, mama yupo? Mama bwana kachoka leo, anauma kichwa bwana. Lazima ujivunie mchumba wako, girlfriend wako. Saa yote unaangalia picha yake. Yaani kuna jamaa mmoja alinipatia dawa kubwa sana. Tulipokuwa bado wachanga tunatafuta. Tulikutana naye Zimbabwe, akaniimbia wimbo huu. Tulikuwa vijana tunaongelea mambo ya kuchumbisha. Akasema, ninyi wenzangu hapa, unapooa unaoa tabia. Akatunga wimbo kwa Kiingereza cha Kizimbabwe. When you marry, merekere kita. When you marry, merekere kita. Maana yake unapooa unaoa nini? Tabia. Tumalize sasa, tuende kwa vijana. Tuwakosoe vijana. Haya. Usiolewe na mwanamume ambaye hamtii Mungu wala wazazi wake. Kama haendi kanisani, kama hampendi Mungu, kama haheshimu wazazi, huyo sio mume. Huyo atakusumbua mpaka utakoma.
Utasema mbona sikuambiwa? Kama hutii Mungu, hutii wazazi, huna mme. Kwa hiyo usiolewe na mwanamume ambaye hatii Mungu wala hatii wazazi. Number 2, usiolewe na dikteta. Mnapokuwa mnachumbishana, umpime mdundo. Ti 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 ti. Anasema hili jamaa hili hapana, litanikoroga hili. Maana yake ni hivi, dikteta wamevunja nyumba nyingi sana. Wewe mtazamaji, msikilizaji, hapa Tanzania tuna nyumba nyingi ambazo zina madikteta. Yaani mwanamke hana sauti. Mke akizungumza anakuambia wewe ni nani? Mimi ndiye mume au mke? Mume naye anasema sawa baba. Mama, usiseme sawa. Tamu ya kusema sawa imepita. Ni lazima uanze kuchagua mapema, kwa sababu ukingojea tu mpaka sawa tu, mzee amesema kitu kija, hata kama kuna kitu unasema ngoja mzee atoke kazini, anakuwa dikteta. Ni kibeberu, kama vile vimbuzi vyenye ndevu. Vile vimbuzi vyenye ndevu ni bebebe. Kuna wanaume wengine wakiingia ndani ya nyumba, mlangoni tu bebebe. Mama anasema limekuja. Usiolewe na mwanamume kibeberu. Usiolewe na mwanamume ambaye ni jeneza. Jeneza likiletwa hapa, linaongea, linaimba, linaitikia. Kuna wanaume wengine hawaongei. Unapochumbisha haongei, anakusikiliza tu wewe. Yule usiolewe naye, kwa sababu atakuwa mume wa kusoma magazeti tu. Unamwambia chakula kimeiva, ngoja nimalizie Daily News. Chakula kimeiva, Majira. Chakula kimeiva, iPad. Chakula kimeiva, kompyuta. Utakoma. Halafu akija mezani, chakula kimeisha poa, anaanza kusema mbona chakula baridi? Na hadi ilikuwa jeneza kule. Unataka mwanamume ambaye mnaongea kipenzi. Hata mkilala mnaongea mpaka watoto wanasema jana mlikuwa mnaongea nini na mama? Unasema mtuache. Yaani ndugu zangu, watu wa Dar es Salaam, ukimweka Yesu katika nyumba yako, utaona furaha ambayo hujawahi kuiona. Utashangaa. Haya, twende. Usiolewe na mwanamume mwenye marafiki wengi wa kike. Ukipita Kariakoo, shemeji vipi? Yule wa Morogoro yule alikuwa akiimba shemeji na huku mwazima nini? Usiolewe na mwanamume ambaye kila mwanamke shemeji. No, this is my friend. This is my friend. Utaona cha mtema kuni. Unamwambia lakini wewe kila mwanamke wewe ni rafiki. Wewe tena kwa mimi namwambia wewe ndio kiboko hapa Dar es Salaam. Asema bwana sisi wenyewe. Unamwambia mdundo huu hauji. Kwa sababu mdundo wangu ni yeye hatuende. Haya, usiolewe na mwanamume mvivu, linalala tu kitini. Mimi mnapokuja kutafuta mashauri, ninawauliza mume wako ana kazi gani? Hata nauliza budget, una budget gani? Utamlishaje huyu? Binti wangu alipokuwa anaolewa, Jamali nakuja kumposa, swali la kwanza nilimtwanga. Kama mimi niangalie hapa, wewe una hela ya kulisha binti wangu huyu? Anasema daddy usiwe na wasiwasi daddy. Nasema na wasiwasi. Yaani sisi wazazi
tulinde mabinti zetu, tusiwaoze kwa watu ambao hawawezi kuwatengenezea maisha yao wakawa wenye furaha. Basi tuende haraka, naona na muda unakwenda. Bado mpo? Niachie hapo nitoboe. Haya, usiolewe na mwanamume mwenye wivu. Kila saa nasema, unaenda wapi? Sokoni. Na mimi napita huko natafuta mabetri. Sasa mama anasema, nipe fedha basi nitakununulia mabetri kwa bwana bwenyenye. Unajua nyinyi wanawake saa nyingine hamjui kuchagua. Hilo lina wivu hilo. Kila saa huyo ulikuwa unaongea naye ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Usiolewe kamwe na mwanamume ambaye ana wivu, utalia kitandani. Usioe mwanamume kwa sababu ya fedha au cheo. Wewe anzia chini mpaka juu na Mungu atakubariki. Na usiruhusu mwanamume akakufanyia wewe kitendo cha Coca-Cola. Wewe sio Coca-Cola. Asiseme nionje kidogo. Wengine mmeonjwa mkabaki huko huko. Akikwambia hayo unamwambia mimi sio nini. Niache tu, mimi soda yangu imefungwa mpaka siku ile mchungaji atakaposema huyu sasa ni bwana na bibi harusi. Unamwambia mume wako, fungua Coca-Cola baby. Kwa sababu kama Coca-Cola yako imefunguliwa, hamna raha yoyote. Natoa maneno mazito leo. Haya, twende kwa walioolewa tayari. Muko tayari? Haya, sikiliza. Ndoa leo zinavunjika, ndoa za kwanza 50%. Ukiachana na mume wako au mke wako mnaoana mara ya pili, ndoa hizo zinavunjika 64%. Ukiolewa mara ya tatu, ndoa hiyo kuvunjika kwake probability iko juu ni 74%. Sasa Biblia inasema hivi, Mungu, Mathayo 19:9, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya usherati akawa mwingine azini naye, amuoae yule aliyeachwa azini. Maana yake mke mmoja mume mmoja. Mke mmoja mume mmoja. Ndani ya ndoa muwe na msamaha. Jifunzeni kusameheana. Wengine tunanuna siku nzima, mama mpaka anakataa kupika. Sema leo nitakukomesha. Hapiki juma zima, mwezi mzima. Samehe Kikristo, enda kulala umesamehe. Ndani ya ndoa ni kichwa kimoja. Ukiwa vichwa viwili mnagongana na ndoa inapata matatizo. Tena usiwe beberu. Panga mambo yako na mke wako na mume wako. Mambo ya kifedha usiruhusu mume wako ndiye anakupangia, wewe ni kusema amina tu amina. Komaa katika ndoa yako. Usiwe mtu wa kulialia tu na kunungunika. Ukiamka asubuhi unamwangalia mume wako au mke wako, unamchekelea kidogo. Mimi hata kabla ya kuomba Mungu, ninainua kichwa na muinua na kichwa kake pia, nakwambia upo haya tuombe. Mke wako ni kitu cha muhimu. Angalia, kwenda kazini, unakaa huko kila siku unarudi saa 5 ya usiku huko kazini, unamnyima mama mtoto furaha. Njoo nyumbani, ukifa kazi nayo itapata wengine. Usiruhusu watu kuingilia ndoa yenu. Jamaa zako wanakuja na unawapatia maneno. Wewe na Mungu, wewe na mume wako na mke wako. Jifunze kusema asante. Mama akipika asante. Hata akikubusu asante. Kwa sababu ile busu ni expensive.
sio ya bure. Usiende unaombaomba, unakuwa muombaji kwenye kijiji chote wanakufahamu. Wewe mama na baba, mke na mme, wekeni siku special katika juma ya kuwa tu mke na mme. Mna starehe tu wenyewe wawili, mnafurahiana maisha, quality time. Yaani unachukua hata likizo mke na mme. Mnakuwa pamoja, mnaongea pamoja. Nimekuta hata nilikuwa nasoma kitabu kimoja, tupeane hata majina ya kipenzi. Wengine unamuita tu mchungaji. Wewe unaita mume wako mchungaji? Uliona wapi? Ukimuita mchungaji atakuwa anafanyia uchungaji tu kila saa. Na yeye anakubali mchungaji. Mke wangu aniiti mchungaji. No. Ni baby. Yeah. Na anaponiita baby, nasikia msisimuko mwilini tayari. Akiniita mchungaji, niko tayari kumsomea fungu la Biblia. Natoboa. Wengine mzee. Mume wako mzee tangu lini? Unamuita mzee, akiingia kitandani amezeeka tayari. Unasema na wewe baba vipi? Wewe unamuita mzee. Wewe muite honey, baby. Mpe kajina kokote, mkubaliane. Wengine wanaitana mawe. Sawa. Labda alimkuta jiweni, mpe jina. Lakini kuweni na jina la kuwashia upendo. Saa nyingine watoto wangu walipokuwa wakikua, wakisikia tunaitana majina ya kiajabu ajabu, wasema sinye mmezeeka. Mama yao anawaambia hilo halina uzee. Mambo ya kupendana mme na mke halina nini? Uzee. Uzee uko wapi? Kichwani. Leo nabomoa mambo. Wachungaji mnisamehe, nawapenda sana. Oh my God. Hai. Mama, wewe jitunze, uwe unajipamba vizuri. Mzee akitoka kazini, uko mlangoni, unakuja kumlaki. Asema, hey, umerudi. Yaani nilikumisha siku nzima bwana. Unanukia, umeogea. Sasa wengine mama akitoka kazini, ananuka moshi mtupu. Na kule ofisini, alikuwa na akina mama Adija wanaoweka mafuta yale ya kutoka London. Anakuja anachanganyikiwa akili. Anasema wanawake wengine bwana sijui wakoje. Sasa namalizia kwa kusema hivi. Mungu anakupenda. Weka Yesu katikati ya maisha yako. Ninaomba kama yuko hapa bwana na bibi ambao wanataka leo waseme, mimi sasa ninataka na mimi mke wangu na mimi sasa tuwe na maisha matamu kama siku ile ya ndoa. Kama upo njoo hapa na mke wako. Kama wewe hutaki kuja na mke wako, basi shida yako. Alafu kama kuna wale ambao wamechumbiana, mko hapa, msiaibike. Njoo na mchumba wako upande wa huku. Walioolewa upande wa huku. Walioolewa, waliooa. Haya, fanyeni haraka niwaombee. Sasa nataka ufanye hiki. Geukia mke wako na umwambie, mimi sasa naahidi kukupenda kama siku ile ya kwanza. Unisamehe kwa yote ambayo yametokea na tutaendelea mbele. Haya. La pili sasa. Mugeukiane, muombeane. Ombi fupi. Mungu tusaidie, tusamehe, utujenge upya. Tutapendana mpaka kufa. Ombeni, nawapa time.